ya nini tunataka kurudi kwenye chokochoko? Tushahil the nation. Kwenye taasisi za dini wote tunaponya taifa letu. Hakuna kumlaumu. Katiba imefanya kazi yake. Ukitoka nje hapo ukimrembea jiwe, askari polisi mrembea jiwe uone. General order yake inamwambia attack first. Katiba imetekelezwa, kila mmoja akafanya kazi yake. Sasa ya nini madukuduku haya ya kutoneshana? Tuliponye taifa letu. Mwenyezi Mungu ametujalia taifa zuri sana. Mwenyezi Mungu ametujalia, mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kutujalia utanzania wetu. Tunatakiwa tuurigie utanzania wetu, tuendelee kuzungumza nao wote wanaochochea ama kuleta uchokozi wa aina moja au nyingine, na sisi tunaahidi tutaendelea kuwa engage diplomatically, kirafiki, kimahusiano mema. Mimi na mwakilishi wa balozi wa Marekani tunaongea vizuri sana. Kuna siku nilitumwa, mimi siendi sehemu bila kutumwa, kwenda kusaini kitabu cha Iran cha kuomboleza, kwa sababu yule alikufa ni kiongozi yule, sio wa dini tu, wa taifa pia. Siku ya pili nikawa napokea nyaraka ya balozi wa Israeli. Sasa kuna gazeti moja likaandika, nilikuwa napokea nyaraka za uthibitisho wa balozi wa Israeli. Nikaambia hivi ndivyo Tanzania ilivyo. Sisi hatuna adui, wote ni marafiki zetu. Mataifa yote duniani ni marafiki zetu, na haturithi wala Kufuatia kauli hiyo ya Bwana Kombo, leo hii asubuhi na mapema, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania Chadema, Mheshimiwa John Heche amemjibu kwa kuandika, huyu Bwana Kombo anazidi kuthibitisha kwamba waliua watu bila sababu ya msingi. Chande alisema kulikuwa na training na silaha. Kombo anasema yalikuwa ni mawe. Anasema ukimlembea jiwe polisi anatakiwa kukupiga risasi. Je, Bwana Kombo, yule mama Mtanganyika pale Arusha, video yake inaonekana anakimbia akapigwa risasi mgongoni, alilemba jiwe kwa nani? Watu wameuawa wakiwa nje ya mageti ya nyumba zao, wengine wako kwenye sebule. Kuna vijana Mwanza mmewaua wakiwa wanaangalia mpira. Unasema tumehili, hamtaweza kufikia mauaji ya kutisha mlioyafanya ili mjitangaze kwenye uchaguzi ambao haukuwepo. Wote mnakula pesa za damu na dunia haitakaa kimya. Kwa kifupi, anachosema Bwana Kombo ni kwamba askari wao wana amri ya kwamba mtu akiwarushia jiwe wampige risasi na kumuua. Hii ni kauli ya Bwana John Heche asubuhi ya leo kupitia kurasa wake wa Instagram. Tuandikie maoni yako hapo kwenye comment, tutayasoma. Ngoja kwa haraka sasa tupitie ukurasa wa comment hapa kwenye kurasa wa Instagram. Huyu wa kwanza anaitwa Bwana Nuruvazi. Anaandika, unajua anacheka nini? Mwingine anajiita Mkia Gift Gefa. Ameandika, mwanao apigwe risasi alafu unasema umehili. This was terrible. Mwingine anaitwa Maxon Kinenge. Anasema mimi naona Mungu kuna mpango kauandaa mkubwa na itawagharimu wauaji, sema amen. Mwingine anaitwa Biggest Living Brand. Ameandika free as Tanzania. Amemtagi Donald Trump. Mwingine anaitwa Mbaga 45. Ameandika Mungu Baba wa mbinguni, wewe ni mwingi wa rehema, nyosha mkono wako. Na huyu mwingine ameandika, huyu anaitwa Anthony Jovinali. Ameandika kwamba katiba inaruhusu mtu akikupiga jiwe umrushie risasi. Mwingine anaitwa Delius Mlozi. Huyu ni Mzanzibari, nahitaji kujua tu. Ameuliza hivyo. Mwingine anaitwa business_mixer. Ameandika kwamba Wazanzibari wanafanya nini huku bara? Jamani, hawa watu wana roho mbaya. Na mtu mwingine anaitwa Jamila Case. Ameandika taifa zuri sana, mnaua watu, mnateka watu, taifa linavuja damu, watu wanauliwa, wanapotezwa. Hebu tuacheni. Na huyu mwingine anaitwa Frederick Wilbrod. Ameandika Lissu yupo huru kwa jina la Yesu. Mwingine anaitwa Nsabato_investment. Ameandika kwamba Kiingereza cha Marekani kwamba katiba inasema ukirusha jiwe unapiga risasi. Kifungu gani labda wakuu tujue.
Mwingine anaitwa Tiffan_Isa amesema sasa hivi bunge limekuwa la kulalamikia Marekani. Marekani si mlimwambia who are you guys? Vilio vya nini sasa? Na huyu mwingine anaitwa Lubatiko ameandika wauaji wakubwa. Mwingine anaitwa Mkwepa_kodi ameandika tarehe 7 mwezi wa 7 tunaingia mtaani. Siwezi ishi kwa hofu na mateso kwa sababu ya wajinga wachache. Jambo ni moja tu, nipigwe risasi au ya utosi au nilikomboe hili taifa. #FreeTundu-Lissu. Mwingine anaitwa Kitwana 2332 ameandika katiba imetekelezwa kwa kuua. Mwingine anaitwa Habubakari 600 ameandika ICC inawasubiri wateja wao. Na huyu wa mwisho anaitwa Daudi Kileo ameandika ushahidi wa wazi kwamba wauaji walipewa amri ya kuua. Huu ni mwisho wa uwanja wa comment. Tuandikie comment yako hapo kwenye sehemu ya maoni kwenu. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Bagwizwa TV. Asante. Jamani, yani tunataka kurudi kwenye chokochoko.